Daktari, tulizungumza kuhusu wadada wanaokwenda gym. Lakini hatukuzungumza kuhusu wakaka ambao wanabeba vitu vizito kwenda gym. Hawa wanapata faida kwa namna gani? Lakini pia athara zao ziko vipi? Wakaka wengi wanaokwenda gym, kwanza ni jambo zuri pia. Unaona watu wakienda gym wana build muscles, wanatengeneza six packs na nini, ni jambo tu zuri, sio mbaya. Lakini the issue ni how heavy, ni kwa kiwango gani unafanya hiyo gym, ni kwa uzito gani unafanya hiyo gym, ni kwa namna gani unafanya hiyo gym, inakuwa na athari zake. Mfano, kijana anakwenda gym, anafanya mazoezi mazito kila siku, anatengeneza six pack, anatengeneza misuli, anafanya nini heavy, ananyanyua vitu vizito zaidi Lakini sasa kukaa gym muda mrefu na kufanya mazoezi mazito, tunasema overtraining, kunasababisha vichocheo vya uzazi, cortisol hormone huwa inateremka, inakuwa elevated. Ile cortisol hormone inakuwa elevated. Cortisol hormone cortisol hormone ni kichocheo ambacho kinazalishwa kwenye part of the brain, inaitwa hypothalamus part of the brain. Kinapokuwa elevated, kinapokuwa juu, cortisol hormone ya testosterone hormone pamoja na hormone ya estrogen hormone, kijana wa kiume anakuwa amevimba misuli, ana six pack, lakini nguvu za kiume hakuna. Kwa nje unaweza kumuona kijana amevimba misuli, ni kipande cha mtu, lakini hana uwezo. Vijana wanafeli hapo kwa sababu ya kubeba vitu vizito, kwa sababu amefanya over gym, amefanya overtraining, amefanya zaidi. Vile vitu anavyobeba ni muscular, kwa hiyo vinakwenda vina suppress uzalishaji wa testosterone hormone. Kwa hiyo hormone ya testosterone inapokuwa chini, pamoja na hormone ya estrogen hormone inapokuwa chini, kijana anakuwa ni kijana amevimba misuli, anaonekana amejaa sawa, lakini uwezo wake wa tendo la ndoa unafeli. Kwa nini kubeba vitu vizito vinapunguza hizo homoni za nguvu za kiume? Kwa sababu mwili unakuwa overstressed. Mwili unapokuwa overstressed, ndipo ile hormone ya cortisol hormone inakuwa inapanda. Ile hormone inapokuwa inapanda, ina suppress, inakandamiza uzalishaji wa testosterone hormone. Mwanaume ni mwanaume kwa sababu ya homoni ya testosterone pamoja na ile estrogen hormone. Sasa zinapoonekana zile zalisho za kutosha, zinapelekea huyu mwanaume anakuwa ni mwanaume jina, kipande cha mtu, bonge la baba, misuli kibao, lakini huko ndani jumbani hali yake tete, hali mbaya kuliko kawaida. Sasa sikiliza kitu kingine. Lakini pia kufanya overgym, kufanya mazoezi zaidi kuliko kawaida, kunapelekea lack of libido. Libido ni ile sexual desire. Unakuta hana uchu wa kufanya tendo la ndoa, anapoteza uchu, hamu ya tendo la ndoa. Ndio bwana, mimi nafanyaga mazoezi tu bwana, mambo yanaisha tu, nafanyaga mazoezi. Sawa, ukisikia mkeo nao kaondoka, na wewe useme tu sawa, nafanyaga mazoezi. Kwa nini unakasirika? Kwa hiyo unapoteza, kuna vitu ambavyo unavipoteza. Unapoteza uwezo wa kushiriki tendo la ndoa ndani ya nyumba, unapoteza uwezo wa kumridhisha mpenzi wako, na unapoteza wakati mwingine hata uwezo wa kuzaa.